Bwana Yesu na asifiwe sana. Ninakusalimia katika jina la Yesu. Inaitwa Evangelist Family Gabriel Ferdinand. Nataka nikufundishe kitu kidogo ambacho kitakusaidia katika maisha yako ya kutimiza kusudi la kuumbwa kwako. Katika safari ya kutimiza kusudi la kuumbwa kwako, Mungu atakuletea aina tatu za watu. Kuna aina tatu za watu ambao Mungu atawaleta katika maisha yako. Aina ya kwanza ya watu ambao Mungu atawaleta kwenye maisha yako ni watu ambao watakusaidia au wataanza na wewe siku utakapoanza hayo maono yako. Wataanza na wewe mpaka utakapomaliza hayo maono yako. Narudia tena. Siku utakapoanza kutimiza kusudi la kuumbwa kwako, Mungu atakuletea watu ambao wataambatana na wewe kuanzia mwanzo wa kutimiza kwako maono au kuyaishi mpaka utakapomaliza kutimiza hayo maono yako. Maanake ni kwamba kuna watu ambao Mungu atawaleta kwenye maisha yako ili wakusaidie kufanikisha katika maono ambayo Mungu ameweka ndani yako, na watu hawa watakuja mpaka tu pale utakapoanza kufanya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Lakini pia watu hawa wana sifa ya kwenda pamoja na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Maana siku utakapoanza hiyo huduma, kuna watu ambao Mungu atawaleta kwako ambao wataanza na wewe from the first point mpaka mwisho wa point utakapoishia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo utakapoanza maono yako, kuna watu Mungu atawaleta kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya watu ambao tukiyasoma hata kwenye Biblia ambao tumeona. Kwa mfano, nikichukua tu mfano Musa alipotambua kusudi la maisha yake ya kwamba yeye ametengwa kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli. Aliporudi Misri, Mungu alimpa watu, na ndio maana alipomtokea kwenye kile kijiti cha kijiji ambacho kilikuwa kinawaka moto, Mungu akamwambia kwamba nimemwandaa Haruni ambaye atakuwa upande wako. Baada ya Musa kuanza kujitetea, akasema kuwa mimi siwezi kuongea mara nini, mambo mengi sana, lakini Mungu akamwambia kama kuna watu ambao nimewaandaa kwa ajili yako. Unaona kwamba Musa alitembea nao kuanzia mwanzo mpaka alipokufa, akiwemo pia na Joshua. Tangu siku ya kwanza wanatoka pale Misri au anaingia Misri, walimpokea, lakini pia mpaka mwisho wa safari yake ya maono aliyokuwa amebebeshwa au mpaka alipokufa waliondokana naye, alienda nao au walienda naye mpaka mwisho. Kwa hawa ni watu ambao Mungu atawaita kwenye maisha yako ambao wataanza na wewe siku utakapoanza maono yako mpaka utakapomaliza hayo maono ya kwako. Hiyo ni aina ya kwanza ya watu. Lakini aina ya pili ya watu ni watu ambao Mungu atawaleta kwenye maisha yako ambao watakuwa kwako kwa muda mchache sana. Hawatakuwa kwako kwa muda mrefu. Maanake Mungu atawaleta kwako kwenye kwa ajili ya kutimiza tu kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kwa muda mdogo, alafu wataondoka. Msikie mfano. Unaweza kuandaa tukio fulani, labda wewe ni mwimbaji, umeandaa tukio fulani, alafu ukashangaa kuna watu Mungu anawainua wanakusupport kifedha. Watu hao wakiinuka, Mungu akiinua kusupport kifedha, unaweza ukashangaa baada ya hiyo event ambayo utakuwa umeiandaa usiwaone tena kwenye maisha yako. Maana ni watu ambao watakuja kwako watakapoona kitu fulani, yani kitu kidogo ambacho Mungu ametamani ukitimize kwa wakati fulani, kitakapotimia tu hao watu wataondoka kwenye maisha yako na wenda usiwaone tena. Nimesema aina ya kwanza, watu hawa wataanza na wewe mpaka mwisho. Maana unaweza kuandaa hata matukio hata zaidi ya 100 au watu wakazidi kukusupport, lakini kuna watu ambao Mungu atawaleta kwako watakusupport kitu kimoja tu. Mfano, wewe ni mwanafunzi, unaweza ukajikuta umefika situation ambapo huwezi kulipa ada, ukashangaa Mungu anakuinulia mtu ambaye anakulipia ada kwa mwaka mmoja, na baada ya kuwa amekulipia usimuone tena kwenye maisha yako akikusaidia. Nikupe mfano, ni ushuhuda wangu ambao of course huwa sipendi kuutoa, lakini ili nikufundishe utakusaidia kwenye maisha yako. Mwaka 2021 babangu mzazi alifariki. Alipofariki baada ya miezi mitano au yani miezi mitano mbeleni, mamangu pia naye akafariki, na mamangu akafariki wakati nipo form 6. Nimebakiza wiki 3 niingie mtihani wangu wa mwisho.
wa form 6. Kwa hiyo nilikuwa kwenye situation ngumu sana ambayo of course ilikuwa ni mbaya sana, lakini wakati huo ni wazazi ambao nilikuwa nawategemea kwamba ada watanilipia. Babangu alikuwa ni pastor, kwa hiyo ninajua akienda kwenye huduma akitoka nimeshapata fedha kwa ajili ya kulipa ada na vitu vingine, lakini nikajikuta wametoka kwenye mazingira ambao ninawahitaji sana. Baada ya kuwa nimetoka msibani kumzika mamangu, nimerudi tena shuleni, nimebakiza wiki 3 nimalize form 6. Mungu alimuinua mtu mmoja, alimuinua baba mmoja, akatangaza akasema, kuanzia leo mimi ni baba yako. Nikamshukuru Mungu sana. Huyo baba akanilipia ada, akanilipia michango yote ambayo nilikuwa nabaki shuleni, akanilipia masuala ya sherehe zote za nini, nikamaliza shule. Baada ya kumaliza shule nimeenda university. Yule baba sikumuona tena kwenye maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Na hakunisupport kwa kitu kingine tena. Nikagundua na kuna wakati ambao nilikuwa namshirikisha vitu fulani, labda nina changamoto ya ada chuoni, lakini hakurespondi kwa chochote. Mungu akanifundisha kitu, akaniambia kwamba huyo mtu nilimuinua katika kipindi ambacho ulikuwa kwenye mazingira kama yale. Manake ni mtu ambaye alimuinua kwa wakati mdogo sana ili anisupport kwa kitu fulani, alafu akimaliza hicho kitu basi kazi yake itakuwa imeisha. Changamoto ni kwamba Mungu anapotuinulia watu kama hawa, watu wengi huwa tunalalamika baada ya kuwa tumewashirikisha vitu vingine alafu hatujaona response yao kwenye maisha yetu. Huwa tunawalaumu sana, tunaona kuwa wametusaliti, lakini sio kweli. Hii ni kwamba katika kila mtu ambaye Mungu atamleta kwenye maisha yako, jaribu kumuuliza Mungu kwa Mungu, huyu mtu umemleta kwenye maisha yangu kwa kusudi gani? Je, ni mtu ambaye atakuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho, au umemuinua tu kwa kipindi kidogo na baada ya kuwa kitu kimefanikiwa ataondoka, ili tu baadaye usije ukaanza kumlaumu Mungu kwamba kwa nini Mungu umemuinua mtu kama huyo afu ukamuondoa kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa aina ya pili ni watu ambao watakuja kwako kwa muda mdogo sana alafu wataondoka na hutawaona tena. Nimeimani kuwa una ushuhuda. Kuna watu ambao walikuja kwako wakakuvusha kwa kitu kidogo, baada hapo wakawa wameondoka na hujaona tena kwenye maisha yako. Hao watu usiwalaumu wala uone kwa wamekusaliti. Hapana. Hao watu ni kusudi la Mungu kabisa kuwa waje kwenye maisha yako wakusaidie kwa jambo fulani, baada ya kuwa limekamilika wataondoka kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Aina ya tatu ya watu ambao Mungu atawaleta kwako ni watu ambao watakuja kukutoa kwenye pointi ambao umeizoea. Narudia tena. Ni watu ambao watakuja kukutoa kwenye kitu tunakiita comfort zone. Mahali ambapo umepakaa kwa muda mrefu, umepangangania, lakini Mungu hataki uishie mahali hapo. Kuna wakati ambao Mungu atakuingilia watu ambao sometimes unaweza kuona kama ni maadui. Sifa ya watu kama hawa, wanaweza wakaja kwako kama maadui wakubwa, ukawaona kuwa ni maadui wako, lakini hao watu sio maadui zako. Mungu amewaleta kwako kwa makusudi ili wakuondoe kwenye mahali ambapo umepakaa kwa muda mrefu, lakini Mungu hapendi ukae mahali hapo. Nikupe mfano. Daudi ndani yake alikuwa Mungu alikuwa anamuona kuwa ni mfalme, lakini huenda Daudi alikuwa hajifahamu kuwa yeye ni mfalme. Huenda kuna point ambapo alikuwa ameshaikaa kwa muda mrefu, lakini Mungu alitamani afike point nyingine. Mungu akamuinua Goliathi. Sometimes Goliathi watu tunamuita kama ni adui, kama ni mtu mbaya kwenye maisha ya Daudi au kwenye maisha ya wana wa Israeli. Lakini nikupe wakia kwamba Daudi Goliathi, Mungu alimuinua Goliathi kwa makusudi maalum ili kumtoa Daudi kwenye eneo la comfort zone ambapo alikuwa ameshapakaa kwa muda mrefu. Na ndio maana baada ya kuwa Mungu amemuinua Goliathi, akaanza kutukana jeshi la Israeli, akaanza kumtukana Mungu wa Israeli, ndipo hasira ule utu wa ndani yani ile nafasi ya ndani ya Daudi aliyokuwa nao ndipo ikaamka. Maana ni kwamba right, Goliathi asingeanza kutukana jeshi la Mungu, asingeanza kutukana Israeli, huenda Daudi angefika pale na akaona ni kawaida, akachukulia kawaida. Lakini kutokana na ile hasira ya kimungu ambayo iliwaka ndani ya Daudi,
baada ya kugundua kuwa Goliathi yupo anatukana jeshi la Mungu, Daudi ile hasira ya kimungu ikawaka ndani yake. Na angalia, baada ya kuwa amempiga Goliathi na kumshinda, ndipo watu wakagundua kuwa kumbe Daudi sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu atawainua kwenye maisha yako. Sometimes unaweza kuona kama ni maadui zako, lakini Mungu amewaleta kwa makusudi maalum ili wakusaidie kukuondoa kwenye eneo ambalo umekaa nalo kwa muda mrefu, na Mungu hataki ukae mahali hapo kwa muda mrefu. Bwana asifiwe sana. Nimesema kama watu hawa unaweza kuona kama ni maadui zako, lakini sio maadui zako. Watu hawa ni watu ambao Mungu amewatuma kabisa kwako, na utakapojitambua kuwa kumbe mimi si mtu wa kubaki mahali hapa, utajikuta unafika point ambayo Mungu amekusudia ufike. Nisikilize, kuna watu ambao Mungu asipowainua kwenye maisha yako, utaendelea kujiona vile vile, utaendelea kuridhika na ile sehemu ulipo, lakini Mungu amekusudia ufike mahali ambapo yeye anataka ufike. Kwa anaweza kawainua kama maadui zako, lakini ukawachukia, ukaona kuwa ni wabaya, lakini watu hao hakika sio wabaya. Ni Mungu amewatuma ili wakuondoe kwenye eneo lako hilo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukawa unaomba, unamwambia Mungu ondoa watu, lakini Mungu anamwambia hapana, au siwezi kuondoa. Unaweza wakaja kwako ukaomba sana, ukafunga sana, Mungu mbona watu hawatoki? Mbona watu kwenye maisha yangu wamekuwa ni wazito, wananitesa, lakini Mungu asiwaondoe. Kwa hiyo hao watu kwenye maisha yako hawataondoka, ni mpaka utakapojitambua ya kwamba mimi si mtu wa kubaki mahali hapa. Utakapojitambua ndipo watu ambao Mungu atakapoamua kuwatoa, na hakika utakuwa umefika kwenye ile point ambayo Mungu amekusudia ufike. Mungu akubariki sana, lakini kumbuka kucomment hapo chini kama ni kitu gani umejifunza, lakini pia kama una wazo la kuongezea pia katika ninayozungumza, itakuwa ni nzuri sana. God bless you. Amen.